Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ni mimi Ahmed Kandauma. Ukiangalia pembeni pale tuko na Profesa Masudi Adam Ahmad Abdallah, lakini pia niko na Muhammad Muhi, na hapa tuko na ndugu yetu Ibrahim. Huyu ni qari'ul Qur'ani. Watu wa Dar es Salaam tunamfahamu kwa kiasi kikubwa sana, lakini pia kwenye mitandao tunamjua kwa kiasi kikubwa sana. Ndugu yetu amepata maradhi, amepata stroke, yuko hapa Singida. Hapa sisi tupo Singida. Profesa, hebu sema neno chochote. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama mlivyoelezwa na Sheikh Kandauma, mimi nimekuja Singida kuja kumuona Ibrahim na Muhammad Muhya. Hii safari khas pamoja na Juma Kandauma. Mzee njoo. Tumekuja kumuona Ibrahim. Huyu ni mwana Qur'ani mwenzetu na huyu ni babake mzazi. Na hata hivyo tumeiona hali ya Ibrahim. Ibrahim hana msaada wowote. Nilikuwa napenda kuongea na viongozi wetu akiwemo Mufti Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali, nikipenda kuongea na Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA, nikipenda kuongea na mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, nikipenda kuongea na waziri mkuu, nikipenda kuongea na jumuiya zote za Qur'ani za dini. Ibrahim ametupwa, hana mtu wa kumwangalia. Huu ndio ukweli. Ibrahim yuko ndani na hana uwezo wote, na ni mtu alikuwa na uwezo wake na ni msomaji aliyetuwakilisha mpaka nchi za nje, Morocco, Algeria. Huyu Ibrahim na anashinda, anarudi anashinda. Imekuwa mfano wake kama marehemu Abdallah Daud, kaumwa mpaka kafa, alikosa misaada. Huo ndio ukweli, useme ukweli. Mimi nikampambania Abdallah Daudi sana na Baba Hassan. Na tumeiona hali ya babake Ibrahim. Babake ni maskini. Huyu mzee huyu hapa. Naongea mpaka nalia kabisa. Basi. Watu wengine wanapewa pesa na watu tunafahamu, wamletee Ibrahim, hazifiki hapa hizi pesa. Tumesikia Bakhresa anatoa pesa kumletea, au anaopewa Bakhresa kama upo unatusikia, hazifiki pesa hizo kwa Ibrahim. Ibrahim hana kitu, ametupwa. Tunaombeni mtu aende India. Mimi nitasema kwa sababu mimi mtu wa Qur'ani. Na sitalificha hili, nitazungumza.